وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان بودي أن أتكلم بالعربية، ولكن التسجيل الذي نأخذه نريد أن نوزعه في شرق أفريقيا، فسامحونا إذا تكلمنا بالسواحلية، وكلكم تفهمون السواحلية. ولو كنت أعرف الصومالية لتكلمت بالصومالية، ولكن أتكلم بالسواحلية هو الحل الوسط، لا عربية ولا صومالية. السواحلية لغة الوطن، وكل واحد يفهم ولو قليلا، تبركا بهذا المسجد العظيم مسجد الصحابة. Hapa tutaongea kwa Kiswahili kwa sababu hizi kaseti zitakuelezwa Afrika Mashariki. Tukiongea Kiarabu wengi hatuelewa. Tukiongea Kisomali hatujui. Basi Kiswahili itakuwa ndio hali wasat katikati, tutaelewa. كله سواء إن شاء الله. المقصود أن نفهم المقصود. Hapa tuko masjidi sahaba. Nipendelee hapa nieleze aya iliyosifu masahaba. Masahaba ni watu wakubwa sana katika tarehe ya Kiislamu, sababu Mwenyezi Mungu hasa amechagua masahaba walio na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawawezi kutauliwa watu ambao kwamba hawafai kuwa na Mtume, na waliochaguliwa ni wale maalum, kama hii aya inasema wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar walladhina tabauhum biihsani radiyallahu anhum ila akhir alaya. Asahaba ni aqsam. Man huwa sahabi? Sahabi ni alokutana na malitama bin nabii wa huwa hayyun wa amana bihi, ni alikutana na Mtume na Mtume yuko hai na kama mimi. Na ile kuna huwa hayyu لو اجتمعت به في اليقظة والنبي مات لا تكون صحابيا، والاجتماع بالنبي يقظة ممكن وجائز، كما قال الإمام السيوطي في كتابه تنوير الحلق، وكما جزم به أكثر أهل السنة أن الاجتماع بالنبي يقظة جائز. kutana Mtume kwa yaqadha ni kitu cha kubadilika katika akili. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema raani fil manami fasayarani fil yaqadha. Ukimwona Mtume katika usingizi na katika yaqadha utamwona, lakini sharti Mtume huwa hai, ili huwa hai ndio itiao masahaba. Na masahaba tabaqat. الطبقة الأولى ni أول من آمن ومانز والوامين اليوم الصف وقوانا. وأول من آمن بالإجماع سيدتنا خديجة الكبرى. مانز والوامين كإجماع لسيدتنا خديجة. hakuna aliyoamini mbele yake katika Uislamu ila Sayyidina Khadija. Sayyidina Khadija pale alipoambiwa alimkubali Mtume. Kisha wanazuoni wenye sira kile Ibn Sayyid an-Nas ndio kwa awali man amana min ar-rijal Abu Bakr, kwa wanaume ni Sayyidina Abu Bakr, wa min as-subyan Ali, wa min al-mawali Zaid, wa min al-abid Bilal. Hapo tena katolewa viwani, lakini Sayyidina Khadija ndiye bana nana wa masahaba wote na ndiye mwongozi wa masahaba wote. Kisha muhajiruna, kisha kaendelea masahaba, na aliongeza idadi ya masahaba ni Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Aslama ala yadihi kathir min al-ashara al-mubashara. Wengi alisilimu kwa mkono wa Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, kwa sababu Sayyidina Abu Bakr daraja yake ni kubwa sana. Kuna daraja mbili kubwa. Kwanza صحبة النبي من الصغر إلى آخر عمره. يقول المعنى سيدنا أبو بكر تموون wadogo walikuwa na sohba mpaka Mtume kufa. Yeye ni sahaba mkubwa na ndio masahaba wote walikubali
na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali, na Mwenyezi Mungu akampa daraja idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ameitwa sahibu Rasulillah kwa nafsi ya Qur'ani ni Sayyidina Abubakar as-Siddiq, kwa sababu lazima tumpe heshima Sayyidina Abubakar as-Siddiq. Wala tusikize zile fitna zilizokuja ya kwa Sayyidina Abubakar alimnyang'anya Sayyidina Ali khilafa, alifanya masala yale bwana ni mazungumzo baada ya habari. Sayyidina Ali ni mchukua sana. Sayyid Al-Habib Mansur Abu Bakr ibn Abdurrahman al-Husaini ni kibari ulama Lamu. Kuna mmoja alimwambia Abu Bakr alimdhulumu Ali, alimnyang'anya khilafa. Akamwambia nasikitika sana, Sayyidina Ali kana jahili, alikuwa mjinga. Ali alikuwa jahili, Ali kana ala nas. Kabla alikuwa jabana, wakati Ali jabana ashja'u nas. Wakana munafiqan, Ali munafiki, Ali akamwambia kwa nini kukubali kumwacha khilafa Abu Bakr? Yeye si jahili, si jabani, si munafiki. Alimwacha kwa njia gani khilafa? Kwa nini asitupe hatua khilafa yake? Sayyidina Ali alikuwa mtakija hakia ya khilafa yake na hakushauriwa. Na alipokuwa Abu Bakar na yeye aliridhia na akambai na kani mustashari mkubwa Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, ni mustashari mkubwa Sayyidina Umar ibn Khattab. La taqiya alifanya lillahi ta'ala kwa sababu Uislamu ubakie. Sayyidina Abu Bakar ni sahaba mkubwa sana na tarikhi yake ni nzuri sana. Tarikhi yake ni nzuri sana. Kwa sababu hiyo sisi madhhabi yetu Ahlusunna ni kumpenda Sayyidina Abu Bakar. Al-Imam Ja'far as-Sadiq radiyallahu anhu aliulizwa Sayyidina Abu Bakar akana kaifa la uhibbuhu wa qad waladani marratayn, kwani simpenda Abu Bakar amenizaa mara mbili? Al-Imam Ja'far as-Sadiq amezalikana Sayyidina Abu Bakar kwa mama wawili, kwa sababu lazima ampe heshima. Aliulizwa kama Sayyidina Abu Bakar amekosea, akamwambia anta min al-muhajirina min al-fuqara al-muhajirina alladhina ukhrijū min diyārihim, bala anta min alladhina tabawwa'u ad-dāra wal-īmāna min qablihim yuhibbūna man hājara ilayhim, katika hawa bala akaba nami ashhadu annaka lasta min alladhina jā'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaqūna bil-īmān. Wewe huko upande huo ikiwa si muhajirina si yatabawwa'u ad-dāra, na katika hili alladhina jā'u min ba'dihim humo, kwa sababu masala ya khilafa yalimalizwa na Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mwenyewe aliridhia khulafa ar-rashidina, na kama hakuridhia angalichukua hatua kama alichukulia Muawiya. Mwenyewe kwa Sayyidina Ali hakuridhia, kamchukulia hatua siku ile ile ambayo siasa ilitaka muate mpaka ikakaribia Sham, lakini Sayyidina Ali kitunga imani na kitunga haki kuliko siasa. Sayyidina Bakar ni sawa kubwa, na wale tabaqatul ula wale awwal man amana na ni wengi. أول من آمن كذلك السجان سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لربيب النبي أمر الله ونمتومي صلى الله عليه وسلم أمر كاتب مزايا زمتومي حتى أفهمي وعلي سنو النبي. سيدنا علي مكراني يمتومي قال لنا سيدنا علي نمتومي ونعلم كما نسمع الإمام البصيري ففضلكم لولا النبوة واحد. فضل زين فضل سيدنا علي نمتومي لا سمتومي إحساسا Sayyidina Ali ameshindwa na Mtume kwa utume. Kisha kuna masahaba watukufu walikapatikana, na mmoja katika sahaba mkubwa alipata bahati katika taifa ya Kiislamu, Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal katika hakuna sahaba alipata bahati kama Sayyidina Bilal. Madhhabi yote ya Kiislamu ya haki na ya upotofu yampenda Sayyidina Bilal. Hakuna mtu mtukana na Sayyidina Bilal kabisa. Sayyidina Bakar hakusalimika, Sayyidina Ali hakusalimika, lakini Sayyidina Bilal amesalimika, kwa sababu tunaona wote watumia jina la Bilal. Sayyidina Bilal ni sahaba mkubwa sana, na Mtume alikimpenda, alikuwa amini sirri. Mtume alikuwa na saat la yadkhulu alayhi ahad illa Ali wa Bilal. Kuna saa maalum alikuwa hakini na mtu isipokuwa Sayyidina Ali na Bilal peke yake. Sayyidina Bilal kazi yake kubwa, alikishika hazina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka chakula mpaka nini yake. Safari moja chakula ikamalizika,
mtume hana chakula kabisa. Sayyidina Bilal akagadiki, akaja mmoja Quraysh akamwambia Bilal, Muhammad hana chakula, nitakukopesha wewe siku nitakayo unipatie chakula sababu yangu. Sayyidina Bilal akakopesha chakula kingi, akamchukulia mtume atalipa, na mtume hana habari. Ghafla ule bwana akaja kwa Sayyidina Bilal akamwambia, laqad hana maw'idul ada, wakati kulimadeni sasa, imma an tuaddiya wa imma rudaka ila al-riq, ima ulipendele kujeza mtuma. Sayyidina Bilal kashtuka, hakushtuka kujeza mtuma, ameshtuka mtume mwenye kumtumikia nani. Akamwambia kama Rasulullah, kisu kilipatikana hiki na mimi mesikia hadi mesikia kwa ukingo sasa, ima nilipendele au nirudi katika utuma, basi mimi nitaondoka, sikimbii, nenda kutafuta huko, nikipata nitarudi. Mtume kama usiondoka, sina budi, ule Quraysh mjabari atanifanyia takali, aweza kuniua hasa, aweza kunidhuru. Sayyidina Bilal ameketi afunga, ataka kuondoka, mwita sikelida fi muntasafi al-layl, ya Bilal, ya Bilal. Akatoka mwenda kwa mtume, akamwambia ya Rasulullah, akamwambia al-faraj, faraji imekuja, chakula kimekuja zaidi, kamlipe yule bwana atakazo, kisha wewe wakie. Sayyidina Bilal akakulipa asili. Namna Sayyidina Bilal kipenda mtume mpaka unakuchukua deni, uko tayari yeye arudi katika riki, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam asisumbuke. Yeye alikipendwa sana na alikadimishwa na masahaba wote. Safari moja majlis, kuna majlis imekaliwa, walikuwa kama majlis hayo Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan al-Rumi na Khabbab bin Arad na masahaba kadha na Ammar bin Yasir, wale masahaba madhuafa. Akapita Abu Sufyan na katika baraza hiyo kwa Sayyidina Abubakar Siddiq, wale jamaa akamwambia, wallahi ma akhadha suyufullah ma akhadha, paga hazifanya kazi, umebaki hai ya Abu Sufyan na umeslimu na umefanya yote, wallahi tumechelewa sana kukua, law qatalnaka lakana khairan lana, law qabalkuwa. Sayyidina Abubakar akasikitika, hata kuruna hadha ni Sayyid Quraysh na Sheikh waambia haya, huyu ndiye bwana wa Quraysh leo ameslimu. Sayyidina Abubakar akasikitika, Abu Sufyan kwa ameslimu, kwa hata kama ameslimu na leo lakini ameslimu. Habari kwa kusikia mtume. Mtume alifanya namna gani? Alimkuta Sayyidina Abubakar, akamwambia ya Abubakar, la'allaka adhaitahum, wakati umeudhi kina Bilal, la in kunta adhaitahum laqad adhaita Allah wa rasulahu. Ukimudhi kina Bilal na Suhaib, Mungu amekasirika. Sio umudhi Abu Sufyan, umudhi Bilal, umudhi Suhaib. Sayyidina Abubakar akalia, akatoka mbio, akaendea, ya jamaa nisameheni, kia nimewaudhi. Sayyidina Abubakar aomba msamaha kwa Sayyidina Bilal na kwa Sayyidina Suhaib, kwa sababu mtume ndani alikiwapenda hawa masahaba ambao walikuwa mustadhafuna, si dhuafa. Usiwaite dhuafa, mustadhafuna, wamefanywa tu, wao ni sada tu sahaba. Sayyidina Umar bin Khattab, kwa hadithi alipokea Imam al-Bukhari, amenena Abu Bakr sayyiduna wa ataqa sayyidana. Abu Bakr ni bwanetu na matahuri bwanetu. Sayyidina Abu Bakr ni sawa kwa mimi, Sayyidina Bilal ni sawa, lakini ugonjwa ulikuwa hata mtume hafai kwa Sayyidina Muhammad, sisi ndio kwa Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakr. Jamaa kwa hata mtume usimwambie Sayyidina Muhammad, na yeye mtume ana sayyidun nas yawm al-qiyamah, ana sayyidu waladi Adam wala faqat, sayyidun nas, sayyidu waladi Adam. Wewe ukikubali mtume kwa ni sayyiduna mantiqia, wewe si binadamu, sababu mtume sayyidu waladi Adam, ndiye bwana wa Adam. Sasa wewe ukimkataa uko binadamu, uko lasta min waladi Adam, wa kullu man kana min waladi Adam fa nabii sayyidu. Sasa kuna tabu, wewe si binadamu. Mtu kama mtume si sayyidu, wewe si binadamu. Kwa nafsi hadithi, sifuata kitabu na sunna, mtume lazima awe sayyid, sababu ameambia sayyid mara ngapi, na ameambia duni kwa kweli. Yahya ameambia sayyidan, ameambia hasura, mume wa Zulaikha wa sayyidaha, ameambia kwa Zulaikha mume ni sayyid yake, ni mume pia ni sayyid. Na katika adabu ya Qur'ani haikumwambia alfa ya sayyidahuma, na Yusuf al-Kariki ni banake, lakini Yusuf ni raqiq
Hisan ni sayyidi maana ndio kama alfa sayyida huyu mwanamke tu. Yusuf ule sibandaki ule ameketi kwake tu. Kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata Sayyidina Bilal, akapata masahaba walitolea, na katika afdal sahaba ni Sayyidina Ammar bin Yasir na Ali Yasir waliadhibiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapitia kama sabran ala Yasir fa inna maw'idakum al-janna, subirini Ali Yasir mtakwenda peponi. Katika ajabu ya sahaba al-ra'il awwal walikuwa na subra ya mwisho, walikuwa kuvumilia kwa dhiki na shida, na Uislamu ukaendelea kwa sababu ya hawa ni watu lazima tuwapende sana, lazima tuwape heshima sana. Wao ndio wametupendelea sana, wametupendelea. Kisha baada yake masahaba akaongezeka mpaka Sayyidina Umar bin Khattab ambaye kwa kichwa chake ni maarufu ni kirefu. Alitoka sabahan, alikuwa ni akbar adui li Rasulillah, wa masaan faqad akbar nasr li Rasulillah. بين الصباح والمساء قال ابن الإيمان والذكر. صباح سيدنا عمر يقول أكبر عدو لرسول الله، مساء يقول أكبر ناصر لرسول الله. تفوق وصابيل الجمعة وتكسان وبدوها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا قصبوه لكافيري يقول قريب المسلم، وإذا قصبوه المؤمن كحديثكم Mtume صلى الله عليه وسلم alisema إذا قمت asubuhi الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وسبب mtu atakatahadhari sana na imani kuna salbi iman. Ndio ulama wetu kana Allahumma inni a'udhu bika min salbi iman, kupokonya imani. Na ndio wakati wote huwa husnul khatima. Husnul khatima ni kumalizikia kwa wema. Hakuna kitu kitarajiwacho kama husnul khatima, mwisho wema. Utamwona mtu ina rajula la ya'malu bi'amali ahli jannati fima yabdu hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fasbiqu alayhi alkitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhula. Atafanya mambo ya kipeponi hasa ibaki dhiraa kuingia, afanya mambo motoni na motoni. Wa kinyume ina rajula ya'malu bi'amali ahli an-nar فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لحسن الخاتمة يرضى بها بحسن الخاتمة. وتوجه بها ورجيها رافي يرضى بها. Hii ni takdimi ya maamuli ambaye kwamba amili wake ametangulia, yalla bihusni khatima, yalla bihusni khatima. Ikisa hili imekuwa ni bayani hiyo biha. يلا بها بحسن الخاتمة. tuombeni husnul khatima. Husnul khatima ndio mwisho, mtu kumalizikia na wema, wala usimchagulie mtu kwa nyuma yake, zile nyuma yamekwisha, yangalie mwisho wake amekoma wapi. La ta'jabu bi'amali 'amil hatta tanzuru bima yukhtamu la, ustajabu amali 'amil mpaka mwisho wake vipi. Kana ibilisu abada khalqillah, Ibilisi alikuwa kazuka Mwenyezi Mungu, hakuna afanya ibada kwa yeye. Hata kana yuqalu lahu abasida likathrati ma yasjud, alikitu abasida. Lakini kitu kile maharibia ni Hasan. Nabii Allah Adam ameumba, lama khalaqa Allah Adam tarakahu ma sha'a yatrukahu faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa falamma ra'ahu annahu ajwaf qala innahu la tamal. Iblis ile kuumba Adam amefinyangwa hadi ya roho, kabla yufaka fihi roho Iblis ameshakwenda kasirika, akamzunguka yutifu bihi yanzuru ma huwa, nani huyo? Falamma ra'a annahu ajwaf, alipomwona ndani yake kuna nini, akana annahu la tamal, naweza kumpoteza. Iblisi apanga khita ya kumpoteza Adam kabla Adam hajatoa roho. Sasa mtu ukimchukia umpendi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alhubbu yutawarath walbughdu yutawarath. Kupenda hurithiana na kuchukia hurithiana. Umchukiao kuna namna ya kumpenda, na umpendao kuna namna ya kumchukia. Hii ndio binadamu alwahu junudu mujannada, ma taarafa minha talaf wa ma tanakara ikhtalaf. Roho zimeumba kabila, kuna kabila ya nasaba na kuna kabila ya roho. Watu waweza kuwa nasaba moja lakini roho zao mbalimbali, kama Abu Lahab na Mtume, kabila moja. Ijmaa ya Uislamu, Abu Lahab na ammi yake Mtume.
hakuna maneno. Lakini na ijmaa ya Abi Lahabi ndiye adui mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikuwafaa kwa ijmaa. Sayyidina Bilal na Mtume ni mbali, hawakutani mpaka radhiallahu anhu katika nasabu, lakini walikipendana kweli kweli. Kupendana ni majaliwa, kuchukiana ni majaliwa. Utasafiri ndani ya gari, umeketi na mtu siti moja, kuneni naye, kumsalimii, gari mfika katikati, mtoto ndei, angie mtu mwingine, ashuke voi, muelewane, kupeane maadresi, kutembeleane. Ule utasafiri naye kutoka Nairobi mpaka Lamu, hata jina hujui, sababu roho yake ni mbali. Huyu uliingia pale mtoto ndei mpaka voi, roho yako ni moja, mmeanza kupendana, mmeanza kwa sababu hiyo kupendana ni majaliwa na kutukiwa ni majaliwa. Sahaba kitu waliokifanya, walikisikiza amri. Walipomwambia guriani mwende Habasha, walitoka wote walioruhusiwa. Wale wasotoka simane kwa hawataki. Mtume aliwaambia mjiba kieni, kama Sayyidina Abubakar, Sayyidina Ali, simane kwa hawataki. Wale walioruhusiwa kina Sayyidina Uthman, kina Sayyidina Jafar bin Abi Talib na Ruqayya bint Rasulillah walitoka. Waliambia kafanya kitu gani? Fa innaha biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Bas Uislamu tumtii. Waislamu yatajannabuna dhulma. Bas hawataki kudhulumiwa. Simana kwa ufalme si Muislamu, hatakutaliwa na yeye. Akitudhulumu hatutaki, akitufanya uadilifu tumtaka. Nahnu nabhathu anil adli. Bas tutaka uadilifu. Aliambia fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Wakatolea khiyaru sahaba, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Jafar bin Abi Talib, Sayyidina Ruqayya bint Rasulillah, wakavuka bahari, wakaja Habasha, wakapokewa. Na baada ya mjadala mkubwa, mfalme Habasha aliwapenda, ikaambia intaliqu fa antum suyum, nendani fanyeni mtakalo. Wakapewa ruhusa kufanya mtakalo. Ikawa Uislamu uliingia Habasha kabla kuingia Madina, kwa sababu Afrika ilipata bahati kupata Uislamu kabla Madina. Lakini Madina ilipokia walikuwa ni Uislamu shamil, ukaenea wote. Mpaka ikabidi mfalme wa Najashi mmoja asilimu. Akasilimu. Aliposilimu Mtume alimpenda sana, akimpelekea zawadi na yeye kumletea zawadi. Alipokufa Mtume sallam na Najashia fil yawm alladhi tuwfiya fihi, siku ile ile aliyokufa. Habasha na Madina ni wapi? Hakuna mobile, hakuna telefoni, lakini fil yawm alladhi mata fihi akaambia watu tekeni tumsalieni, nusalli ala rajuli salih. Wakatoka masahaba wote wakamswalia nani? An-Najashi. Wakaezana akamswalia, na Mtume sallallahu alaihi mpaka nimeiona ile jeneza yake, akamswalia, akamwombea Mungu. Tena hii ndio ni salatu ala al-ghaib. Lakini hao tu la, na wale sahaba walikufa Mtume katika Tabuku, alilishwa kaje mwili wake, akamswalia na yeye kwa Tabuku, kwa sababu kuswalia al-maytul ghaib yafaa. Wengine kwamba la haifai kusala maytul ghaib ila mwanachuoni tu. Utaona mwanachuoni wao akifa baadhi ya Uthaymeen uswalia salatul ghaib, na kwamba tumsalieni na ingasi madhhabi yetu. La, msalieni yafaa tu, hakuna kwa hii madhhabi yetu, hii madhhabi yetu. Sayyidina An-Najashi akaswaliwa na Mtume akamheshimu sana. Na baada yake walipokuja Habasha kumtembelea Mtume, walikuja wafdu min al-Habasha kuja kumtembelea Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqama wa adhafahum kawaandaa, waqama bi khidmatihim, akasimama mwenyewe kuwatumikia Mtume. Jamaa kama Rasulullah, sisi tuko, akaba innahum kanu li ashabina mukrimina, watu wote tulikwenda kwao waliheshimu Mtume, akawatumikia Mahabasha, na Mtume akawapenda Mahabasha kwa sababu ya Sayyidina Bilal. Na Habasha ni watu wakubwa sana, na Uislamu ukaendelea. Baada ya kutoka Habasha, Mwenyezi Mungu akaufungua Uislamu, wakaja ujumbe kutoka Madina wa Khazraj na Ausi. Kwa baada ya mjadala al-Aqabatu al-Ula na al-Aqabatu al-Thaniya, Mwenyezi Mungu akajalia wakasilimu al-Aus na Khazraj, na wakawa ndio Uislamu kwenda al-Madinatul Munawwara. Walipokwenda kule Mtume akasema mambo ya Aus na Khazraj, na wao wapigana, walikuwa hakuna watu wapigana nao kama Aus na Khazraj, na ni kabila moja, wote Banu Khayla, nyanyao wote ni moja, ni Banu Khayla. Lakini waliingia chuki, wakapigana kila siku, Aus na Khazraj, Aus na Khazraj. Mtume kama tangu leo hii si Aus na Khazraj, tangu leo hii ni al-Ansar.
صلوا على النبي. wakabadilika dina wakakula nani al-ansar na mtume kanena hubu al-ansar min al-iman wa bughd al-ansar min al-kufr kuwapenda ansari katika imani na kuwapenda kuchukia ansari ni kafiri. Allahumma ighfir lil-ansar wa li abna'i al-ansar wa li abna'i abna'i al-ansar. Mtume kaombea dua na mtume sallallahu akasema hubu al-ansar wa bughd al-ansar wa bani hashim kufru kuwatukia ansar na bani hashim kwa jumla ni kafiri. Huna fadhila bani hashim wote wapendi, ansar wote wapendi. Dini kwani kuipenda dini yao ndio itukio katoka na safa. Madam bani hashim kuna haja nao na ansar kuna haja nao na dini yao chenye kwa katika dini yao. Kisha wakasema hubu al-arabi wa bughd al-arabi nifaq. Ni kuchukia Waarabu nifaq. Waarabu kwa jumla Waarabu kwa sababu gani kupendwa? Kwa sababu wao ndio watu wa mwanzo walipokea Uislamu. Sasa wameharibiwa Waarabu, wametiwa al-asabia, al-qaumia na kitu masikitiko makubwa. Waarabu peke yao ndio watumia al-asabia na al-qaumia. Utaona nchi za Kiarabu zote zimetia al-arab, al-mamlakatu al-arabia, اليمن الجمهورية اليمنية العربية، مصر العربية، العراق العربية، سوريا العربية، الحمد لله باكستان الإسلامية، أفغانستان الإسلامية، إيران الإسلامية، إندونيسيا الإسلامية، موريتانيا الإسلامية، جزر القمر الإسلامية، hawa Islamia wa Arabia. Imekuwa tena kukosea katika lugha kutangaza habari wa nuhaniu ummataini. توابطانية وماويل العربية والإسلامية. فكل عربي ليس بمسلم وكل مسلم ليس بعربي. هي منطقية. نهنئ الأمتين العربية والإسلامية. yote ni fikra nani ya Mayahudi, ni fikra ya Freemasonry kuwafanya Waarabu na kabila kujua ukabila mpaka sisi ukabila umetuathiri. Leo utatoona mathalan Wasomali, Waswahili, Waarabu ni Waislamu, madhhabi mmoja, tarika moja, lakini kuna kitu, huyu ni Mswahili, huyu ni Msomali, huyu ni Muhindi. Haya ndio mambo waliofaulu Mayahudi na Manasara kututulia al-qabalia katika dini, al-asabia. Kisha ndani ya kabila zile zile kuna asabia tena. Huyu ni Msomali kabila kadhaa, huyu ni Msomali kabila kadhaa, huyu ni Mwarabu pande kadhaa, huyu ni Mwarabu pande kadhaa, mpaka kasikia asabia. Wakati mwingine alipambana Mturki na Mwarabu. Ule Mwarabu kaambia Mturki, nyinyi hamuna maana bwana, mtumi ni Mwarabu, muhajiruna ni Waarabu. Ule Mturki kwa ameshindwa kwa sababu yeye mjinga, kaambia basi Mungu ni Mturki. Mungu ni Mturki. Kwa sababu nini ameshindwa tena kuja? Na hii ndio kitu kibwa. Waislamu wakiondosha asabia, wakiondosha kabalia, watafaulu. Ni kubwa, nguvu sana. Hakuna watu wenye nguvu duniani kama Uislamu. Kwa imani, lenga hawasemi, ini kubwa katika dunia ni Uislamu. Hakuna kabila yote, hakuna fara yote, hakuna fakhri yote, hakuna ashira yote, lazima kuna Muislamu. Wewe dunia mzima ni Uislamu. Lakini tumefanya Uislamu mutafarriqina. Tumekuwa mbalimbali. Zamani tulikuwa ni wamoja. في قديم الدهر كنتم أمة. قال محمد إقبال شاعر الإسلام في قديم الأمة في قديم الدهر كنتم أمة. زمان يوم القدر تموجا لا أفعل نفسي كيف صرتم أمة. لو كان لكم بالبالي مكان مكابيلا مكانني كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم منهدما. Watoto jenga maendeleo. Leo watu wavunjiki wao ni Waislamu. Ulimwengu umepanga Waislamu wadhaliliki. Na nitapa dalili moja hapo nizungumza kwa maana kila mtaa wa Kiislamu ndio mchafu. Ngala Nairobi, mahali kwenye Uislamu wengi utupa matanga ufanya hata kama si hatutaki. Angalia Nakuru, angalia Nyembu, angalia Nyeri, angalia Kisumu, kila mtaa kama ndio ni wa Kiislamu ndio mchafu. Ndani Waislamu ndio manadhifu. Bunya al-Islamu ala nadhafa. Uislamu jengo na nadhafa. Wachafu ni Mayahudi, kanu la yagtasiluna. Ule mmoja Myahudi alina ashkuru Allah ta'ala annani maghtasabtu limuddati 3 sinin. 3 sinin hakuoga yeye. Mayahudi ndio mtuka tabia nadhifu afniyatakum wala tashabahu bil yahudi. Nje nyumba fanya nadhifu. Musifananisheni na Mayahudi. Mtume akatwambia hizi ni adha an tariq almuslimina, ondosha uchafu katika tariq almuslimina. Uislamu ni kubwa tena nguvu sana.
lakini tumekwenda tumetoa udhaifu, tumetoa chuki kutoka masahaba. Masahaba ndio walifanya kazi. Mwenyezi Mungu amebariki wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, mataifa mawili usiangilie, almuhajirin wal ansar radiyallahu anhum wa radu anhu walladhina tabauhum bi ihsan. Sasa wewe ikasi muhajirina wala si ansari, jaribu walladhina tabauhum bi ihsan, sio tabauhum bi nukrani. Ima kubali ni tabauhum bi ihsan au ni tabauhum bi nukrani. Wote radiyallahu anhum wa radu anhu, Mwenyezi Mungu radhi nao. Ndio al-Imam al-Busiri akanena watabarra'na min an-nusbi aw ar-rafdhi wa awlayna li kulli janaban inna qauman radiyallahu anhum ma lana nurfa alayhim al-ghaba. Tabarra'na min an-nusbi, sisi tumejabusha na kumchukia kina Sayyidina Ali na kina Sayyidina Uthmani na Sayyidina Aisha, ni madhhabi haya. Au rafdhi au kumchukia Sayyidina Abubakari na Sayyidina Umari na wale wengineo, au ni madhhabi yako. وأولينا لكل جنابة كل موجة من حشمانه وتشنب حشمانه إن قوما رضي الله عنهم إن كلماتهم يزيدوا من راضيناني ما لنا من فعل يضرب رسولنا كسرية ممكن نراضيناني Mungu wewe kama wajua waliofanya. Hata tukazile hadithi siku ya kiyama kutakuja kikundi cha masahaba, mtume ni ashabi mtume sema Mwenyezi Mungu ambie la tadri madha hadathu ba'daka, wale ni munafikuna. Katika masahaba kuna muhajiruna, kuna ansar, kuna na munafikuna, kuna wengine maradu ala nifaqi, wale ni mbali na wajulikani. Na mtume mwenyewe alijua, aliwaita watu msikitini siku moja, kisha akasema kullu munafiqin yakhruju min al-masjid, kullu munafiq. Wakati kutoka mtume akaita kwa wewe toka, akatoka ndio wanafiki 60 ndani ya msikiti. Tokeni. Sasa Umar amekuja wanajeshi, akaleta swali la kisha akajificha, kisha habari ilikuwa leo umetolewa wanafiki kwa majina tokea msikitini. Wanafiki wale sana msikitini. Safari moja wakati tumebeni msikitini wapanga mipango. Mtume kama Sayyidina Abubakar nenda kawatoa. Kutolewa msikitini ili maana ni masajida lillahi. Tukapewa mtume kutokana wakakata Sayyidina Abubakar akashika ndevu na akafuza. Wako wanafiki. Wakati mtume wako wanafiki. Walikuwa takriban wako wanafiki 350. Na rais wao ni Abdullah bin Ubay bin Salul, wakajenga na msikiti kupinga msikiti wa haki. Na ndio mpaka leo tunarafiki maana pale msikiti wa haki, msikiti wa tariqa, msikiti wa heshima, kujenga msikiti mwingine wa mushakuna. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. نيازوني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. نتوقع بأن المسجد يسيس على التقوى أحق أن تقوم فيه. كل مسجد يقول تقوى لذلك فيبان. وكيف مسجد ميلي؟ مسجد يقول إلى التقوى هنا ليكو ولد مسجد ومجزي. ولد مسجد يقول ضرارا لتفريقا لكفرا ولد واتينيه وينيه. نتوقع كان لتمشي المسجد وشومه. وسام نتوقع حتى كذب الفكرة. حاولوا المهاجرون لأنصار يزيدوا قبل وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. دراسة أصول من تحت الأنهار، نتركين من تحت الأنهار. نيوتن كفاتا المصحف الإمام لسيدنا عثمان بن عفان الذي كان مصحفها كمتانو أو سبعة أكيوانيا مع المريبالي. مصحف ميجي من تحت الأنهار، مصحف ميجي من تحت الأنهار. هي نسيس كفاتا المصحف القراءة السنة المتبعة. Sunna mutaba, huwezi kutoka kitabu chako na huwezi kubadilisha kwa sababu ni lazima Qur'ani ifuatwe namna. Na Mwenyezi Mungu tusaidia tusome kwa hurufi 7 na katika hurufi 7 zikatoka al-qira'atu 7. Sio hurufi 7 ni qira'a 7. Na hurufi 7 ni mabali na qira'a 7 ni katika zile hurufi za kubadilika. Sayyidina Uthmani wakadhalika walisoma wa'adda lahu jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz. Hii ndio habari ya masahaba. Na nimependa kueleza masahaba, tuko msikiti sahaba. Tunaomba msikiti kama huu uliotumikia masahaba kwa haki yao. Wanuli kullan janaba, kila mtu kwa heshima yake. Tusimdharau sahaba. Masahaba la tasufu ashabi. Allah fi ashabi. Mshafarini masahaba zangu. Na watahadharisha masahaba zangu. La wafaqa ahadukum mithla ahudin dhahaba ma balagha mudda ahadin wala nasifahu. Leo kwa dhahabu wewe kama jabal Uhud upati kibaba cha sahaba wala nusu ya kibaba masahaba.
walipogombana Sayyidina Khalid na masahaba na kila sahabu ya Abdurrahman bin Auf, Mtume aliyashughulia Sayyidina Khalid akafanya tudhuni fi ashabi, usidudhini katika masahaba. Wewe washambulia masahaba na kuatia makosa masahaba, khiana kubwa umefanya bwana. Lazima sisi tariqa yetu ahlusunna wal jamaa tuwapende na masahaba wote, tuwape heshima, tuwapende ahlul baiti, na hii ndio tariqa yetu, tuwaheshimu. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa na inni dhahibu ila rabbi wa inni dhahibu fi mustaqbalini kitab Allah wa itrati ahla baiti, na zetu tatu ziwili zizito tena mizigo masahaba كتاب الله وعترته. حديث البخاري ومسلم الإمام أحمد نكرت السناني وعترته. إلى حديث تركت فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي إلى الإمام مالك من الجبلاغة تلك دكتاجة حين nguvu ya mkawim hadithini ya mkaba iko sahihi, lakini watu wameipendelea kwa sababu hadman li haqq ahli albayt ila ahli albayt wasiyoni. Mtume lena tukimswalia tuwasalie hali zake, jamaa kutosheka. Fa kullu du'a mahjub hatta yusalla ala an-nabi wa ala ali bait an-nabi. Dua yote kuliko kwa kusali jamaa kwa sababu wa ala alihi wa sahbihi wa bait ashabi ni nzuri sana, lakini mtume alijua na masahaba, hakunena wasalie na masahaba. Hii tumeitia kwa heshima tu, lakini ali ni lazima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni lazima. Ahlul bayt tuwapendeni, udhakirukumullah fi ahlil bayt, udhakirukumullah fi ahlil bayt, udhakirukumullah fi ahlil bayt. Ya Imam Shafi'i ala bayt Rasulillah hubbukum fardun من الله في القرآن أنزله يكفيكم من شريف الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. Kupenda ahlulbeiti ni faradhi, iko ndani ya Qur'ani, yatosha. Swala haisihi kama kusalia ahlulbeiti. Ahlun nabii dhari'ati wa hum ilayhi wasilati arju bihim wa taghadan bi yadi yamini sahifati. Al-Imam Shafi'i, Imam Shafi'i alikapenda ahlulbeiti na aima wote, maimamu wote alikapenda wanazuoni na ahlulbeiti. Ahlulbeiti wameharibiwa na hawa waliojinasibisha wakajiita rawafidhi, wakawa kuwabandikia ahlulbeiti mambo sokuwa nayo, tarikhi sokuwa nayo. Hata wanazuoni kana imaman adhiman jalilan ibtulu biatba'i, maimamu wawili wakubwa sana wameharibiwa, al-Imam Jafar Sadiq na al-Imam Ahmad bin Hanbal. Hawa tuwafuja katika Uislamu wote wanasibishwa Imam Ahmad, hawapingao wa madhhabu mengine wanasibishwa kwa Jafar Sadiq. Wao wenyewe Imam Jafar Sadiq ni imamu wa ijma'i, Imam Ahmad ni imamu ahli-sunna bil ijma'i, lakini wafuasi wake wameharibia jina lake al-Imam Ahmad. Na Imam Jafar Sadiq ni imamu bil ijma'i, ni ahlul-bayt kwa ijma'i, wale wafuasi wake wameharibia. Hata mwenyewe katika kitabu chake Al-Kuleni akaambia, jamani, mmeharibia jina langu mpaka watu hataki tena kuniona. Yeye mwenyewe Imam Jafar Sadiq aliwashambulia wafuasi wake kwa kuharibia jina lake. Sisi tuwapendeni kama zinali nena ya Mtume zinali yahli kufika thnani, muhibbun ghali wa mubghidun qali. Muhibbun ghali atakupenda mtu apite mipaka ataangamia, wa mubghidun qali na mwingine atakutukia mpaka ina chuki ataangamia. Hali machache tunaweza kuzungumza msikiti wa sahaba, mazungumzo ya masahaba, ili sisi tupate zile siri za masahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakujaribia zita ataulizwa hal fikum man sahaba Rasulullah, hukum tulifadhatu. Naam, hayo bado watashinda. Itakuja jeshi lingine, hal fikum man sahaba Rasulullah, kama naam tutashinda. Itakuja tena, hal fikum man sahaba Rasulullah. Masahaba na daraja yao mbali, wana heshima yao mbali, na watu wawapenda masahaba. Na sisi ahlusunna wal jamaa tushikamane na mambo yetu, tushikamane na tarika yetu, tushikamane na mahaba yetu, ili Mwenyezi Mungu atupende. Hizi ndio zinafanya kazi, na watu wa tarika ndio walioongoza Uislamu. Al-Islamu kulluhu madinun bi ahli tarika, watu wa tarika ndio walioongoza Uislamu. Wengine wamekuja wameona Uislamu ni wengi, wapunguza. Wewe si Muislamu, maana pepo ilikuwa na dhiki, pepo imejaa. Sasa tena tupunguze, maana sisi tukadhikiana. Hapa kuna kisa cha kuchekesha. Sheikh Nasruddin Juha alitaka kula, alipotakula kwa mke wake, pija a'udhu billahi minash shaitani rajim, pija bila shetani,
fungua kichwa chako atawali. Kafungua kishika bali akaambia kuja billahi shetani haji. Na ukiondosha kichwa wazi malaika hawaji. Sasa kama lakini shetani na malaika hawaji, kabla hata kusongwa tu, wakati shetani na malaika watakusonga, afadhali wasije malaika wala shetani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. كلمة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم وفقنا على الخير الخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وعنا عليه واجعلنا من المتقين المؤمنين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ارزقنا حب الصحابه وحب اهل بيت رسول الله وحب ائمه المسلمين واجعلنا من المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم.